Bana, mambo vipi ndugu mtazamaji wa BTV online popote pale ambapo unatufuatilia muda kama huu. Kulikuwa na mashindano ya Airtel Bonanza Cup ambayo yakaanzishwa na Airtel na Bamsi wameibuka kuwa washindi wa mashindano haya, na hapa pembeni nipo na kocha ambao amewapeleka mpaka finali na hatimaye akafanikiwa kuchukua kombe hili. Hapo tutajua nini kitokea mpaka kuja kufanikiwa anachukua kombe hilo. Bana, mambo vipi? Poa, ni aje? Kama safi. Kwanza hongera sana kwa kazi uliyopiga. Asante. Kwa majina naitwa Hassan Nasol, lakini maarufu kama Profesa Nabi. Na maarufu ni Profesa Nabi. Kwa ufupi tungejua kwamba jina Profesa Nabi pengine limekujaje yani? Hili jina sio, kwanza lilianza mbali sana. Lilianza wakati niko advance. Nilifanikiwa pia kuipa timu yangu ambayo nilikuwa nasoma HGL kipindi hicho. Niliipa kombe la pale shuleni. Kwa hivyo baada ya pale ndio kipindi kile Nabi alikuwa kwenye form sana, kocha wa Yanga wakati huko. Watu ndio wakaanza ile Nabi ndio ikaja mpaka huku nimekuja nayo na imeendelea nayo mpaka hivi matunda mnayaona sasa. Naam. Umekuwa kocha kwanza kupatia kombe Bamsi tu, lakini pia Bamsi kwa ujumla. Unajisikiaje kwa hatua hiyo? Najisikia faraja sana kwa sababu naingia kwenye historia. Tokea kichuo kimeanzishwa Bamsi hajawahi kuchukua ubingwa. Mimi ndio nimekuwa mtu wa kwanza kuwapa kombe na medali. Kwa hivyo nimefurahi, lakini pia yani ile tu trophy, yani kuwepo tu kwa trophy basi itosha tu kusema kwamba nimefurahi. Na pengine ni mpango gani timu ya Bamsi kwa ujumla imekuwa ikiingia kwenye mashindano mbalimbali, lakini imekuwa ikifeli kuchukua kombe? Pengine wewe taktiki gani ambazo umeingia nazo, mikakati gani ambayo mpaka ikuwezesha wewe kuchukua kombe hili la Airtel Bonanza? Niliwaweka wachezaji psychologically fit kwanza kabisa, wanakuwa kuhandle zile momentum za nje ya uwanja, wanakuwa kuwajua kwamba wao ni wachezaji na wanapaswa kucheza, wanatakiwa kuachana masuala ya historical background kwamba tuchukue ubingwa. Nikamwambia sisi tunaweza tuwafanye na tunafanya kweli, na niliwaaminisha katika umoja as teamwork, kama timu tunapaswa tupambane, tushirikiane, tuheshimiane. Mpira bila discipline unaweza kutuboa, na ndio kitu cha msingi ambacho kimetokea mpaka mnazokuona juzi tumeweza kuchukua ubingwa wa Airtel. Na pia kuna mashindano mengine pia yanakuja hapa mbele, na pia kuna kombe ambalo mpo nahisi ni kama ni hatua ya robo finali au bado makundi. Mmejiandaje kuchukua pia kombe hilo, au mmejiandaje kama mashindano mmejiandaje? Kama tulivyoanza ndivyo tutakapomaliza. Tulianza Airtel kwa kushirikiana, tulikuwa tuna mechi 4 za muhimu za uhakika, tukashinda zote, tumechukua mabingwa na kombe lote litakao kuja mbele tunapita nao. Okay. Na unalipi la kuambia sasa wana Bams kwa ujumla hapa chuo cha Mtakatifu Agostino? Waje kwa wingi, waendelee kutoka. Yaani wakisikia Bams inacheza, wasikae magetoni, wasikae nyumbani, waje uwanjani kusupport kwa sababu shabiki ni mchezaji wa 12. Kelele yake inampa hamasa. Na mkocha wa Bams amewasisitiza mashabiki kwamba mweze kujitokeza katika mashindano mbalimbali ambao yanakuwa yanaendelea katika chuo hichi cha Mtakatifu Agostino ili kuweza kuwapa support wachezaji ambapo wanapokuwa uwanjani. Okay, mdau tulikuwa na mimi si mwingine mimi Baraka JK Keskoba JK, ndio nilikuwa hapo jana kocha wa Bams. Hongera sana Bams tu, lakini pia Bams kwa jumla. Tukutane wakati mwingine, uwe na wakati mwema.